Katika Uingereza, msanii aitwaye Mark anaamka alfajiri. Anaposikia jirani yake Enid akimuita kupitia ukutani, akisema kuna kitu kinaendelea huko nje. Mark anamignore na kutoka kitandani, lakini anagundua kuwa umeme umekatika. Anapojaribu kufungua dirisha, linakuwa limeshikana. Anaangalia nje na kumuona mwanaume katika jengo lingine akipiga dirisha kwa nguvu sana, lakini Mark anafikiri huyo ni mwenda wazimu tu. Mark anajaribu kuandaa chai, lakini anagundua hakuna maji. Anafungua friji kutafuta kitu cha kunywa, lakini maziwa yameharibika kwa sababu umeme ulikatika. Anaamua kutokula kifungua kinywa na anaanza kutafuta nguo safi, huku akimsikia Enid akipiga kelele kupitia ukuta. Kengele yake ya asubuhi pia haikuwaka kwa sababu ya kukatika kwa umeme. Ndipo anatambua kuwa amechelewa. Anapojiandaa kutoka, anapigiwa simu na mke wake wa zamani, ambaye amechoshwa na tabia yake ya kutokuwa baba mwenye kuwajibika. Wanabishana kwa muda na Mark anaahidi kufika hivi karibuni, lakini anapojaribu kufungua mlango, anagundua umekwama kabisa. Akiuangalia kwa makini, anaona gundi ya ajabu iliyozuia mlango. Ghafla, simu inatoa mlio mkali na maongezi yanakatika. Mark anajaribu kutumia laini ya mezani, lakini nayo haifanyi kazi. Anaangalia nje ya dirisha na kuwaona majirani wengi wakishindwa kufungua madirisha yao. Anaelewa kwamba watu wote kwenye mtaa wamefungiwa ndani ya nyumba zao. Kwenye barabara, wanaume waliovaa mavazi ya hazmat wanapita wakilinda maeneo yao. Mark anajaribu kumuita Enid, lakini anasikia kitu kikivunjika kwake, kisha ananyamaza kabisa. Akiwa na wasiwasi, Mark anachukua vifaa na kujaribu kuvunja gundi kwenye mlango. Ghafla sauti inasikika kupitia intercom, ikamshtua kiasi cha kujiumiza mkono kwa nyundo. Sauti inawaambia wakae watulivu, hali iko chini ya udhibiti. Mark akibandika jeraha lake, anashangaa kuona ukuta ukitetemeka. Halafu shimo linafunguka na Sergei anaonekana pamoja na kaka yake Niku. Sergei anacheki madirisha yao na kukata tamaa kuona nayo yamezibwa. Mark anatumia shimo hilo kwenda kwa Sergei na kuthibitisha kuwa mlango wao nao umefungwa. Wanaungana na Sally na Aiden, wanandoa jirani walioingia kupitia shimo. Aiden anasema serikali imeweka kisumbua mawasiliano ili watu wasipinge taarifa zao rasmi. Akiwa na hasira, Aiden anaenda kila nyumba kujaribu kupata network. Intercom inarudia ujumbe ule ule wa kutuliza watu. Sally anaona mkono wa Mark unavuja damu, na kwa kuwa yeye ni muuguzi, anampa huduma. Wakati huo, Sergei anavunja ukuta kwenda kwa Enid. Intercom inasema timu ya matibabu inakuja. Wanapofungua shimo, wanampata Enid amelala sakafuni. Wanamwamsha na yuko salama. Wanaangalia nje na kuwaona watu wa hazmat wakiweka hema za matibabu. Wanawaona wakitoa watu wagonjwa kwenye majengo na kuwapeleka humo. Katika madirisha mengine, majirani wanaonekana wakikohoa sana. Sergei anadhani ni shambulio la kigaidi. Aiden anamcheka na kumkera. Intercom inasema kumekuwa na uvujaji wa gesi. Aiden anajaribu kuwasha sigara, Mark anachukua kiberiti haraka. Mark naye anaamini taarifa ya gesi si ya kweli. Juu ya dirisha, mbu anaanguka akiwa amekufa. Muda unavyoendelea, watu wengi wanatolewa kwenye majengo. Mmoja anajaribu kukimbia, lakini anapigwa risasi kichwani papo hapo. Wote wanaangalia kwa hofu huku familia ya yule mtu ikilia. Baadaye wanaona watu wa hazmat wakiingia kwa nguvu kwenye nyumba nyingine kuwatoa watu. Mark anasema wanapaswa kukimbia kabla hawajafikiwa. Kila mtu anakubali isipokuwa Aiden ambaye anaogopa snipers. Mark anakumbuka ana kemikali zinazokula gundi alizotumia kwenye sanaa. Anachanganya kwenye ndoo na kuimwaga mlangoni. Gundi inaondoka lakini moshi mwingi unatoka. Wanajifunika nyuso zao. Wanajaribu mlango tena, bado umekwama. Wanaposikia sauti chini, wanaelewa kwamba watu wa hazmat wanaingia kwenye jengo lao. Watu nje wanajaribu kukimbia na wengine wanachomwa visu katika mzozo. Kundi linajaribu mlango tena na hatimaye unafunguka. Wanagundua Niku hayupo. Wanamtafuta kila nyumba, kumbe Niku yuko kwenye mfereji wa hewa, akimwangalia jirani akibishana na watu wa hazmat wanaotaka kumpa dawa ya usingizi. Ghafla Suna mwanamke anaanguka, watu wa hazmat wanasema yuko level 3, hivyo wanamuacha pale na wanaziba tena nyumba. Sergei anamgundua Niku na kumtupia mashuka ili ajishikinde, lakini Niku anakosa wakati watu wa hazmat wanamsikia na kumchukua. Sergei na Mark wanakimbia chini. Sergei anamshambulia mmojawapo kwa bat, Mark akimzuia, ila tayari ameuliwa. Sergei anamvutia mfanyakazi mwingine na kumpeleka kwa ajili ya kumhojia. Mark anamwangalia Niku akiwa salama. Katika nyumba, Sally na Aiden wanagombana. Sally anamtuhumu Aiden kutokujali. Aiden anakuwa mkali. Sally anatupa simu yake chini.
Sergei anarudi na mfanyakazi mwanamke na anamwangusha. Wanapitia bagi lake na kupata tear gas. Sergei